your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Kamisheni ya kusimamia ngumi za kulipwa nchini Tanzania TPBRC imemfungia bondia Pius Mpenda kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Aprili 15 mwaka 2026 hadi Aprili 15 mwaka 2027 kwa makosa yafuatayo. Kosa la kwanza, kutokuyakubali matokeo ya pambano lake la Machi 21 mwaka huu 2026 dhidi ya bondia Joseph Magwisya, pambano ambalo lilipigwa katika uwanja wa Kines jijini Dar es Salaam. Kosa la pili, kupeleka malalamiko Baraza la Michezo la Taifa BMT badala ya TPBRC kama ambavyo kanuni na mwongozo wa TPBRC inavyoelekeza. Kosa la tatu ni kuishutumu wazi TPBRC kwenye vyombo vya habari. Lakini barua ya TPBRC inaeleza kwamba nafasi ya kukata rufaa kwa maamuzi hayo iko wazi. Kwa hiyo Pius Mpenda kazi ni kwake kuona namna ambavyo analiweka hili sawa. Lakini pia kila mmoja ambaye alipata nafasi ya kuweza kushuhudia lile pambano, of course lilikuwa pambano kubwa sana, pambano ambalo lilikuwa na mvuto aina yake, na kila mmoja aliweza kusema kwamba katika mapambano yote ambayo yalipigwa, basi lile ilikuwa ni pambano ambalo kwa siku hiyo liliweza kushika nafasi nzuri. Sasa matokeo ya pambano la Pius Mpenda dhidi ya Joseph Magwisya lilifanikiwa kumalizika kwa ushindi wa technical knockout kwenye raundi ya 8, ambapo Joseph Magwisya aliweza kumdunda Pius Mpenda, kitu ambacho muamuzi wa pambano hilo aliamua kumaliza pambano hilo kutokana na damu nyingi kumtoka puani Pius Mpenda. Baada ya referee kumaliza hilo pambano, Pius Mpenda akawa ameibuka na kugoma kusema kwamba lile pambano yeye ndo alitakiwa ashinde, lakini pia hata daktari ambaye alimkagua Pius Mpenda aliona kwamba anaweza kuendelea na pambano, kitu ambacho Pius Mpenda alikuwa analalamika referee kuweza kumaliza lile pambano. Lakini pia tukawa tumesikia malalamiko ya Pius Mpenda akitaka pambano lake dhidi ya Joseph Magwisya ili siweze kuingizwa kule box lake kwa sababu itaenda kumchafulia rekodi yake. Sasa kwa mujibu wa box lake, Pius Mpenda pambano ambalo alikuwa hataki liingizwe box lake tayari limeshaingizwa, na pambano linaonyesha Joseph Magwisya aliweza kumchapa Pius Mpenda kwa technical knockout kwenye raundi ya 8, pambano ambalo alipangwa kupigwa raundi 10 kwenye kuwania ubingwa wa PST. Na Pius Mpenda tangazo tayari limeshawekwa, yuko suspended Tanzania Professional Boxing Regulation Commission Index kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo amefungiwa kwa muda wa mwaka mmoja. Mpaka hivi sasa Pius Mpenda kwa mujibu wa Boxrec, rekodi yake inasoma yuko kwenye uzito wa kati akiwa anashika nafasi ya 6 kati ya mabondia 44 nchini Tanzania. Kidunia anashika nafasi 336 kati ya mabondia 2004 akiwa na hadhi ya nyota 1.5. Jumla mapambano ni 19 akiwa ameshinda 12, 5 akiwa amepoteza na 2 akiwa ametoa sare. Yes, anafungiwa kwa mwaka mmoja, ndiko ambako tutakuja kumshuhudia Pius Mpenda akirudi tena ulingoni. Lakini baada ya hiyo hukumu kutoka kwa TPBRC, Pius Mpenda kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika ujumbe wa mafumbo, lakini una kitu ndani yake. Nataka nikusomee hapa alafu utaniambia je, ndio lilikuwa jibu sahihi kwa Pius Mpenda kuijibu kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini Tanzania, au yeye pia alikuwa anazungumzia tu namna ambavyo lile pambano lilivyokwenda na kumalizika. Pius Mpenda kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika, anasema, Pilato, kosa kudai haki au kutangaza injili? Kwani mkisikiliza na mkasimamia haki nyie mtapungukiwa na nini? Kwani nyie mpo kwa ajili ya watu fulani ndio muhimu kwenu na wengine kwenu hawafai? Au ni nini? Mnaongozwa na hamwezi kuwa na mamlaka ya kusema hii sawa, hii hapana? Kwa nini mnakuwa mstari wa mbele kuthibitisha uongo na kupindisha ukweli? Mwangalie mfano wa Petro, kwa hofu na uoga kamkana Masihi kwa Wayahudi na kusema hamtambui mtu yule. Kwani mnataka kumfanya yeye aonekane mkosefu ikiwa yeye alikuja kama Masihi, mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Nyie mnamkamata na kumchongea kwa Pilato ili asulubiwe. Mtazameni Yuda Iskarioti, kwa tamaa za pesa akamuuza Masihi kwa Wayahudi ili yeye maisha yasonge, lakini Masihi asulubiwe. Sawa, Pilato kamfungulia Baraba, kahukumiwa kifo. Nyie mmefaidika na nini? Sasa mtaposhtakiwa kwa Mwenyezi Mungu msije kutoa lawama, ukweli mchungu. Matendo ya Mitume 3 na mstari wa 1. Saa ya msalaba ilipowadia saa 9, Petro na Yona walikuwa wakikwea kwenda hekaluni. Injili ya Mathayo 1 mstari wa 2 inasema, Ibrahim alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Sasa yaliyopo huku kwetu, yupo Ibrahim,
Yuda kashakosea, huna pa kumpeleka. Ibrahim ndio kila kitu na ndio baba yake. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amekiandika Pius Mpenda masaa machache tu baada ya kufungiwa kwa mwaka mmoja na kamishna ngome za kulipwa nchini Tanzania. Kwa hiki ambacho amekiandika Pius Mpenda na kwa namna ambavyo amefungiwa na makosa ambayo nimekusomea, wewe kwa upande wako ulikuwa una maoni gani? Tukutane kwenye comment. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.